Ndugu msikilizaji mpendwa wangu, baada ya kukusimulia hayo yote, umeona aina ya kwanza ya mwanaume mpaka aina ya 6. Unajiuliza, sasa kama mimi hapa nimempata wa kwangu, lakini mbona naona kuna vitu hana? Unajiuliza, je, suluhisho ni lipi? Hichi kipengele ninachokwenda kukuelezea inakwenda kujibu hilo swali lako ambalo unajiuliza, je, suluhisho ni lipi? Au je, suluhisho ni nini? Nini unapaswa kufanya ili kusudi uweze kubadilika au kubadilisha mazingira yakatoka yale mazingira ambayo ulikuwa hujayapenda kuja mazingira yale ambayo umeyapenda. Sasa nitakupitisha katika vipengele viwili vitatu, ninajua vitakusaidia. Lakini vipengele hivi pale ambapo unaweka mwanamke, haijakuzuia au haijakukataza sehemu zingine usiweke mwanaume. Ukiona mwanaume anaingia, mwanaume jiweke wewe, ona kama nasoma hivi kumuelimisha mwanamke. Unapoona mwanamke sehemu zingine zinaingia, basi jiweke wewe, ona kama nakusomea wewe kumuelewesha mwanaume wako. Tunaendelea. Pointi ya kwanza kabisa, unapaswa ujitambue upoje. Yaani wewe ninayekusomea, unayenisikiliza, uwe mwanamke uwe mwanaume, ujitambue wewe upoje. Nini unapenda, nini haupendi? Ndipo hapo unaweza ukaanza sasa kujitafakari. Unatamani mwenza wako, aidha anaweza akawa kama wewe ni mwanaume, unatamani mwenza wako wa kike, au wewe mwanamke unatamani mwenza wako wa kiume awe na misingi ipi? Narudia hiyo point. Jitambue upoje na unatamani mwenza wako awe na misingi ipi? Nini ninachomaanisha? Usitamani vitu ambavyo hautokuja kuvijali. Hichi kipengele ninakitetea kwa hoja hii. Usitamani vitu ambavyo hutokuja kuvijali. Kwa mfano, unaweza ukasema unamtamani au unatamani upate mtu atakaye kujali au atakaye kupenda sana. Alafu unapata au anakuja mtu anayekuwa hivyo, aidha anakujali na kukupenda sana katika njia hizo. Mfano, anakupigia simu kila muda kukujulia hali. Labda anakupigia simu, "Alo, umekula? Alo, umetoka kazini? Alo, unaendeleaje?" "Vizuri." "Nilikuwa nakujulia hali." Kuna watu wengine unakuta hiyo situation hawaipendi. Huyu mbona ananisumbua sana? Yaani anasumbua, anapiga simu sana. Umesahau kwamba wewe ulikuwa unaadimaya au unatamani upate mwenza ambaye atakuwa anakujali sana. Hatuongelee kujali kidogo hapa, tunaongelea kujali sana. Chukulia mfano hata kwa Mungu. Mungu angekuwa anakupenda kidogo, ungeishi. Maadui angeshakuangamiza. Kukupenda kidogo manake kuna milango ukakuachia ambayo adui akikuchoma kisu kinafika na kinakuua. Kwa Mungu anatupenda sana. Sasa sisi katuambia tupendane sana kama yeye anavyotupenda sisi, na zaidi tunavyowapenda majirani zetu, tunavyoipenda nafsi zetu wenyewe. Kwa hiyo kama unamtamani mwanaume ambaye anakujali sana, hiyo ni faida, lakini hasara yake utaweza kuendana na ule upendo? Hautoona kero, hautoona karaha. Anaweza akakununulia zawadi kila siku, akakununulia zawadi, usione thamani ya zawadi. Kwa sababu gani? Kila siku unavipata. Sasa unatakiwa anapokununulia zawadi unaona kama imetokea upya, kila siku unaona siku mpya. Kwa hiyo anakupigia simu kila muda kukujulia hali, wewe unaona kama anakusumbua. Hivyo badilika kwanza wewe, umaanishe unachokihitaji. Badilika kwanza wewe unayenisikiliza, umaanishe unachokihitaji. Je, unataka mwanaume anayekuja awe anakupenda na kukujali sana kama yule namba 1? Hautoona akiwa anakutafuta kama anakusumbua. Kwa hiyo ndugu yangu unayenisikiliza, point ya kwanza kabisa imeandikwa jitambue upoje na unatamani mwenza wako aidha wa kiume au wa kike. Kama wewe ni mwanaume unatamani mwenza wako wa kike, au kama wewe ni mwanamke unatamani mwenza wako wa kiume, awe na misingi ipi?
Pointi ya kwanza, jitambue upoje na unatamani mwenza wako awe na misingi ipi? Na maanisha nini? Usitamani vitu ambavyo hutokuja kuvijali. Kwa mfano namba 1. Unaweza ukasema unatamani upate mtu atakaye kujali, alafu akakupenda sana pia. Sawa, Mungu anakusaidia na kukubariki. Unapata mwanaume kama ulivyoomba hivyo. Anakuja na misingi hiyo ya kukupenda na kujali sana. Alafu unasahau kama wewe mwenyewe ndio alikuwa na matamanio yako. Unampata mtu ambaye anakujali, anakupigia simu asubuhi na kujulia hali, inawezekana anakuamsha, anakuambia ujiandae uende kazini, umeenda kazini, anakujulia leo umefika salama, au atakutafuta muda wa mchana kama umekula, jioni atakutafuta tena kama unarudi saa ngapi kuwekea chakula. Lakini automatically utaona kama kuna watu ambao wanaona huyu mbona ananisumbua? Sipendi kusumbuliwa. Kwa hiyo kama unatamani mwanaume atakaye kuja awe na misingi ya kujali na kupenda kwa dhati, basi hiyo ni faida. Lakini kwako wewe unaweza ukaitengeneza ikawa tena hasara, kwamba upendi kusumbuliwa. Kwa hiyo kama ukihitaji upate mwanaume wa nature fulani, au kama ukihitaji upate mwanamke wa nature fulani, basi wewe mwenyewe katika moyo wako jichunguze. Je, upo tayari kufanya mabadiliko kama vile vitu ulikuwa uvipendi? Nadhani hapo tumeelewana vizuri. Kwa sababu unaweza ukampata mtu akaanza kukupenda, anakujulia, anakutafuta, anakuona wewe tu, ameacha na misingi yote huko ya pembeni, lakini unaona yeye anakusumbua. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, kama unatamani mtu atakaye kuhudumia, basi jifunze kuthamini au kumthamini na kumheshimu na kuhitaji kutoka kwake tu. Maana huyo mwanaume anaweza akajitoa sana, maskini ya Mungu, akagharimika sana, akakupenda sana, lakini wewe hayupo peke yake kwenye moyo wako. Wapo watu wengi ambao wanajitoa sana, na sometimes utakuta unawashindanisha kwamba tutaona kwenye birthday nani ataninunulia zawadi nzuri, nani atanipeleka sehemu nzuri. Hapana, ukishampata mtu wa future usimshindanishe na wanje. Kwanza wale wanje achana nao. Kwa hiyo huu mfano wa pili, ataanza kukufanyia vitu afu usivione vya thamani. Kwa sababu gani? Tayari nje kuna watu wengine ambao wanafanya vitu kama vile. Ni sawa sawa, nikutolee mfano. Mungu unapoenda kumuomba una shida fulani, alafu hapo huku bado umeenda na kwa mganga. Je, Mungu atakusaidia? Je, hapo kama pia unategemea wanadamu, je, Mungu atakusaidia? Mungu hawezi kukusaidia, kwa sababu Mungu anataka kukusaidia umuone yeye ndo katenda. Vivyo hivyo hata ukiwa na mtu unapaswa umwangalie peke yake. Hata kama kipo au hakipo, muangalie yeye peke yake. Nadhani kwa mifano hiyo miwili utakuwa umenielewa. Twende pointi ya pili. Pointi ya kwanza nimesema jitambue upoje na unatamani mwenza wako aweje, awe katika misingi. Pointi ya pili, muone wa thamani mwenza wako, muone wa thamani. Nikimaanisha nini? Umepewa kitu, onyesha shukrani au onyesha hali ya kushukuru, hata kama kile kitu ni kidogo au kina hadhi ndogo au ni cha kiwango kidogo. Unaweza ukamchukia huyu mwanamume au unaweza ukamchukia huyu mwanamke, na hii thamani na hii point ya kuonyesha kwamba uthamani, mtu anapokupa zawadi ukaiona kwamba haina maana, kama ukiwa una michepuko, kama ukiwa ndani ya ndoa bado unamsaliti mume wako au mke wako, hii point lazima uione haina maana kwako. Kwa nini? Utaanza kuwashindanisha. Kama point iliyotoka, umekuta leo ni birthday yako au leo ni sikukuu, huyu mwanaume kakuletea zawadi hii, huyu zawadi hii, mume wako kakuletea zawadi hii hapo, automatically unaanza kushindanisha. Kwa nini? Kwa sababu pia umeweka watu wengine pembeni. Sasa jiulize, unaweza ukampenda kwa dhati wewe mwanaume? Unaweza ukamshukuru? Hapana, huwezi kumshukuru. Kwa hiyo na kusisitiza, kama ulikuwa hivyo, badilika. Kwa sababu hizi pointi lengo ni kuleta suluhisho, ufanikiwe.
Hapo hapo kwenye muone wa thamani, kipengele cha kwanza nimesema kwamba unatakiwa uonyeshe shukrani. Lakini pointi ya pili, pendelea kuwa na vitu vyake vijae asilimia nyingi kwenye simu yako na kwenye mazingira yako na kwenye nyumba yenu. Kwa mfano, chukulia mfano, mwanaume unaweza kusema ana tendency au ana tabia kushika simu. Akashika simu bila wewe kujua. Akifungua kwenye simu yako anakuta umemweka wallpaper. Akienda kwenye WhatsApp anakuta umemweka profile. Labda anakuta muda huo ulitoka kumposti. Kwa hiyo akaenda kwenye picha zako akakuta asilimia 60 akakuta ni picha zako tu zimejaa. Okay, kaja kwenye message kakuta umemsave jina zuri. Umempa jina la thamani. Hujamuita Mudi, hujamuita Joni, hujamuita Jose. Haya, kama wewe kwa wewe mwanamke hujaitwa Asha, hujaseviwa Amina, hujaseviwa Joyce, hujaseviwa sijui nani. Hivi unadhani huyu mwenza wako anajisikiaje akikuta asilimia 60 karibia simu yako imemtawala, yani simu yake imetawala mwanamke wako au imetawala mwanaume wako? Unadhani anajisikiaje? Kwa hiyo ni kwa sababu hatujaonyesha uthamani kama hichi kipengele kinavyosema. Kipengele namba 2 kimesema onyesha thamani. Onyesha thamani. Mpe thamani mtu wako. Weka thamani kwenye vitu anavyokupa na zawadi zake zote. Weka thamani kwenye maneno yake. Akikwambia nakupenda, lisikilize neno lake. Usisikilize maneno ya nje, usisikilize maneno ya maex, usisikilize maneno ya michepuko, kwa sababu huwezi jua katika wale wanaume 6 niliokusomea hao wengine wote ni wakina nani. Kumbuka, wa dhati anakuaga ni namba 1 tu na anakuaga mmoja. Wanaofuata wote wanaweza tawakaa 10, hata 2, hata 3 kwenye kila pointi kuanzia ya 2 mpaka ya 6. Tunaenda hoja ya 3. Hoja ya 3 au kipengele cha 3 au pointi ya 3 nimeisema hivi: muheshimu na kumtii huyo mtu wako. Muheshimu na kumtii huyo mtu wako. Kipengele cha kwanza cha kutetea hii hoja. Mbele za marafiki zake. Mfano, amekuagiza usimuache arudie. Usiache aone kama umempuuza. Amka, nenda. Usije acha maswali kwenye vichwa vya hao watu waliokuzunguka, hao wengine. Inawezekana ni ndugu, inawezekana ni marafiki. Mtu wako anaweza kuna kitu akawa anakihitaji akakuagiza, au kuna ishara tu fulani akakupa kwamba nenda kanichukulie kitu fulani. Ukasema bwana aone kama mimi niko busy. Hapana, mweke kwenye umuhimu, mweke kwenye uthamani. Amka uende. Usijione kama umechoka. Amka uende. Ipo siku utalega. Mwanamke mwingine atatokea, atajitoa, ataenda kufuata hicho kitu. Alafu utakuta anaanza kuwa na anataka kumwagiza huyo mwanamke tu. Anaweza akawa anakupigia simu, anakuambia nenda sehemu fulani ukanichukulia ule mzigo afu upeleke sehemu fulani. Ukawa unasema mimi bwana nilikuwa nanyonyesha mtoto, au mimi bwana nilikuwa nafanya kazi hii na hii na hii. Ukajikuta anaanza kutafuta njia mbadala. Usitengeneze njia ya mbadala kwa mwanaume wako au kwa mtu wako au kwa mke wako au kwa mume wako. Usitengeneze second choice na third choice. Wewe uendelee kuwa first choice. Kwa hiyo onyesha heshima na hali ya kumtii kwa mume wako. Kipengele namba B, hapo usimseme mbele za watu. Labda utakuta amekwambia nisubirie sehemu fulani. Sasa usije ukamfokea. Bora pale ukaonyesha mazingira fulani ya kuvungisha au ya kudanganya. Alafu unapoenda nyumbani pia bado unatumia hekima ya kuweza kumueleza kwamba hapo ulinikosea, hapa sikupenda. Lakini usimfokee mwanaume wako mbele za watu, mbele za marafiki zake, mbele za wazazi wake. Tayari utaacha maswali kwenye vichwa vya wale wengine. Utaonekana una adabu, utaonekana una heshima, utaonekana una utii. Akati wanatakiwa wanawake waonekane wana adabu, heshima na kutii. Kwa hiyo usionyeshe hali ya kumfokea mwanaume wako, atasema umempanda kichwani. Namalizia na pointi ya 4 kwa usiku wa leo. Imeandikwa hivi: jitahidi mwanzoni mwa mahusiano yenu
muwe mtambuane, jua nini mwenzio anapenda, nini mwenzio hapendi. Hii huwasaidia mjue nini mfanye au nini umfanyie mwenzio ajapokuwa katika hali ya hasira au na mudi mbaya. Hii pointi ya 4, jitahidi mjuane mwanzoni kabisa mwa mahusiano yenu. Sio siku ya kwanza, inaweza kaa baada ya miezi 2, inaweza kaa baada ya miezi 3, au wengine wanaweza kachukua hata mwaka. Au wengine mmeingia kwenye ndoa katika muda ambao labda mkukusudia. Jitahidini msomane. Ndio maana wazungu walika kitu kinaitwa honeymoon. Si tunairahisisha lakini wao wanichukulia kiuzito kwamba kule tunafahamiana zaidi. Sasa nilikuwa naishi naye kwa uchumba, tumeishi sasa kwenye ndoa, tuko kwenye ndoa. Tufahamiane, nini huyu yuko hivi huyu, kwa sababu kwenye uchumba hutopata muda mwingi wa kuwa na mke wako. Kwenye uchumba utajikuta wewe hutopata muda mwingi wa kuwa na mke wako na mwanamke kwa sababu mpo mbali. Lakini mnapokuja kwenye ndoa, mnaishi nyumba moja, mnapata muda mwingi sana kwa pamoja. Huku sasa ndio utakuta kuna kukoseana sana kwa sababu mpo pamoja. Ujue huyo nikimfanyia hivi apendi, anachukia na kuazika, huyu apendi kutaniwa, huyu anapenda halale, huyu anapenda kilala, apendi kuamshwa. Kuna vitu ambavyo mnatakiwa mjuane, mchunguzane, mwekeane wazi kwamba mimi sipendi hivi na hivi. Nadhani hapo tunaelewana. Epuka unapokuwa na ugomvi na mwenza wako. Epuka unapokuwa ugomvi na mwenza wako au na mtu wako. Epuka usijimwage sana. Usijimwage sana namaanisha nini? Usijiachie sana ukamtamkia mwenzako maneno mabaya, kwa sababu ipo muda au ipo siku mtasameheana huko mbele. Alafu baadaye hayo maneno hayatoisha ndani ya mioyo yake, hayatoisha ndani ya moyo wake, hayatoisha hayo maneno ndani ya akili yake. Kwa hiyo epuka. Unaweza kugombana mwanaume au unaweza kugombana mwanamke wako ukamtamkia ukamwambia, bwana kwanza mwanaume mwenyewe mimi nilikupenda basi tu. Mimi bwana tu ningekaa kwa mwanaume wangu yule hivi na hivi. Umeona, mtasameheana lakini hayo maneno hayatotoka. Atajifikiria it means mimi bado niko na yeye. Anawaza mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. Sio, tumeelewana? Ni sawa sana wale wanaume ambao nimekufundisha kwamba huyu mwanaume yeye hapendi kwa dhati. Yeye anakaa mguu mmoja nje, mwingine ndani. Anaangalia utavocheza naye anachezea humo. Kwa jitahidi usijimwage sana muda ambao una hasira au muda ambao mnavurugana, mnakoseana. Zile hasira zitaisha, mtasameheana. Yale maneno yatakumbukwa, yatakuwa kwenye akili za huyo mtu, yatamdistort, yatamfanya mapenzi yashuke na kujali kushuke. Pointi ya 5. Onyesha vigezo kama huyo mtu wako ni wa future. Onyesha vigezo. Sio kwa ajili ya anasa na starehe. Yaani uonyeshe vigezo. Hii pointi ya 5 ni ya muhimu sana. Kama wewe umempata mtu wa future, au kama wewe umeshaolewa, au kama unamtamani mtu ambaye akija muwe mna future, basi utakapompata onyesha vile vigezo ambavyo vinaonekana huyu mtu kweli ni wa future. Ana akili, ana mafanikio, ana akili ya kiuchumi. Kivipi? Jiulia kwanza hali wazazi wake na ndugu zake, mjulie hali kazini. Sio tu unamtafuta unamuomba hela ya kula, sio tu unamtafuta unamuomba outing. Hapana, unamjulia hali, unaendeleaje, wazazi wanaendelea, mama anaendeleaje. Eleza mipango yako ya kiuchumi. Lakini mimi nashauri tungefanya 1 2, tukifanya biashara 1 2 3. Mimi nisha survey, nimeenda sehemu fulani, ile sehemu naona tukiweka biashara hivi na hivi na hivi itauza sana. Mimi nikipata hela nitaanzisha hivi na hivi. Tayari mwanaume anakuona wewe una akili ya kimafanikio, una akili ya kimaendeleo. Hata unakuta kwenye sehemu ya pesa zake ambayo ni kipengele kingine, anakuwa tayari sio mchoyo, anakuonyesha. Penda kumjulia hali akiwa kazini. Kwa nini? Kazini unatakiwa kumjulia hali mwanaume wako au mtu wako au mke wako au mwanamke wako au mume wako. Kivipi? Ili hii itakusaidia ujue kwamba amekula, hajala, vipi kazi zinaendelea vizuri. Labda kama amepata emergency,
Kwa hiyo penda sana kumjulia hali mwenza wako pindi anapokuwa kazini. Pointi ya mwisho, jiwekee katika ratiba zake. Ujiweke katika ratiba zake. Pointi ya mwisho, ujiweke katika ratiba za mwanaume wako. Kivipi? Asubuhi anza naye. Unaweza kumtafuta akiwa kazini au ukamwamsha, au kwenye biashara ukamuuliza faida za siku akakwambia. Lakini mchana pia ukamtafuta, ukamjulia hali kama kala au kazini anaendeleaje. Usiku pia ukamtafuta, ukamjulia hali, ukahakikisha amekula. Lakini pia unatakiwa ujue ratiba zake za kesho. Atafanya nini? Ukiweka hizo ratiba, kuna vitu hutokuja kujiuliza maswali eti hapa ameenda kunichiti au kwa nini hajarudi hivi na hivi na hivi. Unajua kabisa nisipompata hapa nitampata hapa. Nisipompata kwenye simu nitampata kwenye simu. Nawashukuru sana kwa ajili ya ujumbe wote huu ambao najua wengine mpo mnausikiliza. Mungu awabariki. Kwa maswali zaidi unaweza kaona wewe mwanaume wako lakini umeshajaribu hizo njia, inawezekana huko nyuma kuna watu walikushauri lakini bado habadiliki. Unaweza kanitafuta kwa namba ya simu 0743 29 29 55. Hiyo ni kwa WhatsApp tu. Sipatikani kawaida wala kwa message. Lakini kawaida kwenye simu kunipigia na kwenye message ninapatikana kwa namba hizi zifuatazo: 0678 770 938. Ubarikiwe kwa kunisikiliza. Mimi ni Sir Joseph.